Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2023 Agosti, shule yetu ilipata usajili rasmi na kupatiwa namba EM 19654. Na baada ya kupata usajili mwaka 2023 tulisajili wanafunzi darasa la 4 na darasa la 5 kutoka shule mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2023 tulisajili mwanafunzi mmoja darasa la 5 na alisoma peke yake kwa kipindi cha miezi kadhaa. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ya Kasajo ina mafanikio mengi na miongoni mwa mafanikio hayo ni pamoja na: moja, shule imefanikiwa kupata ongezeko la watoto kutoka 345 mwaka 2024 mpaka kufikia watoto 402 kwa mwaka 2025. Shule imefanikiwa kuajiri jumla ya wafanyakazi 27 ikiwa walimu 18 na wafanyakazi wasio walimu 9, yaani madereva, wapishi, mlinzi, matroni, wafanya usafi na mkutubi wa shule. Ndugu mgeni rasmi, mpaka sasa shule imefanikiwa kuwa na jumla ya vyumba vya madarasa 12, ofisi 7, bwalo la chakula, vyoo vya wanafunzi na wafanyakazi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na shughuli mbalimbali zinazofanyika hapa shuleni, katika taaluma tumepata mafanikio makubwa, kwani tumefanikiwa katika ufaulishaji wa wanafunzi mara 2 mfululizo kwa mwaka 2023 na 2024 katika mitihani ya kitaifa ya darasa la 4 na kuongoza katika halmashauri ya wilaya ya Maswa. Na kwa mwaka huu tuna madarasa mawili ya mtihani, darasa la 4 na darasa la 7. Ni imani yetu kubwa kwamba kutokana na juhudi za kujituma kwa wanafunzi, walimu na wafanyakazi tutafanya vizuri na kupeperusha bendera ya shule kwa darasa la 7 na darasa la 4. Ndugu mgeni rasmi, shule ilifanikiwa kusajili wanafunzi 8 kwa darasa la 7, 4 ni wa kike na 4 ni wa kiume, ambao wamefanya mtihani wa taifa wa darasa la 7 na ni darasa la kwanza kuhitimu katika shule yetu. Tuna imani watafanya vizuri kwa sababu waliandaliwa vizuri, na pia wanafunzi 56 wameandaliwa vizuri kwa ajili ya kujiunga na elimu ya msingi kwa mwaka 2026. Safari yetu haikuwa rahisi. Tulikumbana na changamoto ya barabara, kwani barabara inayofika shuleni ni mbovu sana. Baadhi ya wanafunzi kutofika shuleni kwa wakati kutokana na changamoto mbalimbali. Hata hivyo, kwa msaada wa walimu, wazazi, viongozi wa shule na juhudi zetu binafsi, tuliweza kushinda changamoto hizo na kusonga mbele kwa bidii na matumaini. Nawapongeza sana watendakazi wa Kasajo. Mungu aendelee kuwabariki na moyo mlionao, lakini pia nawakumbusha yale ambayo tumekwisha kuyapanga tuendelee kuyatekeleza ili tuweze kufikia malengo yetu ambayo tumekwisha kujipangia. Kwa Kasajo naamini kuna kitu. Mara ya mwisho 2022 nilisema kaneno pale, nilisema tujaribuni alafu mpime matokeo. Nadhani mnayapima wenyewe. Hatuwezi kusema sana. Matokeo mnayaona wenyewe. Na ni kwa jinsi hiyo tuleteni watoto. Nawaahidi wazazi ambao mnaleta watoto wenu Kasajo, hamtajuta. Maana taasisi hii kila inapoitwa leo, Mungu wa mbinguni anaendelea kuijalia hekima na tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba tunatoa elimu bora, tunatoa mafunzo mazuri na malezi mazuri kwa watoto ambao wanaletwa katika taasisi hii. Malezi ya kiroho, lakini wanapata elimu bora ambayo itawasaidia kukua na kuendelea zaidi katika kujenga na kuimarisha uchumi wa taifa letu. Kwa watoto, mnatakiwa mtoe elimu kwa wazazi. Kama kuna mtu anakurubuni au kuna mtu anakufanyia vitendo vya ukatili, iwe wewe, rafiki yako, jirani yako, toa taarifa. Mwambie mzazi. Kama huwezi kumwambia mzazi, nenda kwa mtu unayemwamini. Kama huko kote uwezi, njoo ofisi ya dawati la jinsia na watoto. Ofisi ya dawati la jinsia na watoto inapatikana kituo cha polisi. Shukuru uongozi wa shule hii kwa kumkumbuka ndugu yetu Injinia George Lugomela kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Anashukuru sana. Nimepata changamoto 3 katika shule hii. Changamoto ya kwanza ni barabara. Changamoto ya pili ni umeme.
Changamoto ya tatu ni uzio wa shule. Ng'ombe wanawasumbua na watu wanaingia ovyo ovyo. Hapa Lugomela niongea naye, amepokea masuala mawili ambayo ataanza nao kwanza kwa haraka. Amepokea swala la barabara, atalifanyia kazi ya haraka sana ili wanafunzi wasihangaike wakati wa mvua. Swala la pili, amepokea swala la umeme. Umeme amesema kufikia mwezi wa 12 atahakikisha umeme hapa unawaka ili wanafunzi waweze kusoma kwa amani. Vile vile swala la uzio amelipokea, ila atalifanyia kazi kwa polepole. Hajalikataa, amelipokea kwa asilimia kubwa sana, ila atalifanyia kazi.